We are not just talking about culture. We are also talking about spiritual covenants. And our God is a God of covenants. Ndacoka Gikuyu ngarute mbũri cia kĩama ndathimirwo na irerio ũtonga wa rũrĩrĩ hakanĩrĩrwo Ngai ũrĩa wa Kĩrĩnyaga ndacoka Gikuyu gĩtũmi ndĩ Mũgĩkũyũ. Nilianza safari yangu ya study the Luhya people. Niligundua kuna mambo mengi Africans did. There is nothing Africans did without a reason. Na nikaambia Mungu nisamehe kwa maybe kujudge, unajua, nikaelewa na yenye iliniguza sana ni venye if you lost somebody in the Luhya culture, they still do it, wananyoa. So usione mtu na huko umchezee, unaona, like ama umuulize kuhusu mtu. Ukiona hivyo unajua hiyo boma iko na msiba, si ndio? So you know how to treat them, eh? Sasa nikaanza kuona, by the way, how much Kikuyu do I know? Na kutoka hapo nikaanza kununua vitabu za kujielewa mimi mwenyewe. Kwa sababu huwezi toka wewe uende kwa wenyewe. Hata saa hii nilikuwa naambia Wajugu nataka nikimaliza kufunza ninaendelea kusoma. Vitu tunaona kama ni kawaida na mimi sitawadanganya kwa sababu hiyo ni mambo nimejionea. Saa zingine hata the way we buy property. Like today, that's what I'm going to do. You buy property, wewe unafikiria umenunua tu shamba, na unaendelea kulima, lakini unashindwa kwa nini mifugo ambayo inakuwa hapo inakufa until unafika pahali unauliza one or two things, ni kujua pahali umetoka na pahali huko. Really, sisi hatufanyangi family tree. Na si vibaya kujua family tree. Enda kwa mzungu yeyote because ni marafiki zangu. Na mimi huenda Ulaya hivyo nikienda nikitoka. Upate wale wako very serious. Kwa kona moja wameweka hata picha za great grandparents karibu wafikia ancestors. Alafu wanakuja mpaka pahali tu, na hawasumbuki. Wakikuyu ndio tumelemewa sana kiasi. Either because we are also pale katikati na pia kuna mambo tutaongea hapa mtaona hamtaiko sana na watu anymore. Na nitaanza na wewe binafsi. Tunaita self concept. Na hii ni model moja, it will catch and touch everybody. Pahali umefika, walimu wako ni kina nani? Up to where you are. Who has taught you to be the person you are up to now? Mwalimu wa kwanza ni nani? Ni mzazi, si ndio? Sasa anza kufikiria mambo yale mzazi wako amekufunza. Anza kufikiria. Na ndio unaona saa zingine unauliza, hii ndio nilikufunza, si ndio? Na unashindwa, huko unanifunza. Kwani tulikuanga na kalamu na karatasi? Lakini ni mambo gani wewe umekopi? Hebu funga macho kidogo tu. Just close your eyes a little bit. Ndio uende uchukue kama umelelewa na baba na mama wakiwa pamoja ama wametengana, na shushu na guka na auntie, whoever has brought you up. Nataka ufikirie jambo moja alikufunza, hata kama hakukuambia, ni kama umekopi. And right now unaona ukifanya hiyo. Fungueni macho. Nani amepata kakitu amekopi? Yes. Wow, being independent and owning your own properties. Na wazazi wangali wako pamoja, si ndio? Na wako hai, Anybody else? Na hii table nikuwe balanced. Kuna kakitu umelana kutoka wazazi wako? Una shout. Ndio muone how you cannot run away from your past. And when you reflect, unaona umebeba. At least I stopped shouting. So your mother and my mother were the same. Mama yangu alikuwa na shout sana. Nikasema, I'll never shout. Nilijipata. That son of mine umeona hapa. Sasa siana ako karibu sasa kuoa. Sasa ni yeye alikuwa ananiambia akiwa 4 years. Mami, unaongea na nani?
Stop shouting, ongea kidogo. Then sikusikia, sikuelewa. Unaona tutoto tunaambianga mtu the truth. Mimi sikuelewa, sikustop until now yeye mwenyewe tu watoto wanatoa hiyo. Sasa form 2 huko ndio wanakuanga wanaform identity. Sasa hapo alienda kunisema kwa counselor. Sasa hiyo mimi ni counselor. Ako na masters. Akaenda kusema my mom doesn't talk. She's always shouting. I guess she just makes noise. Na hayo mambo si ndio yanatuletea shida hata katika boma zetu. Hey, why don't you talk? Why are you shouting? Lakini wao wazazi wetu wao wa hizo nyakati wale walikuwa wanazaa watoto wangapi? Football and ndio tunaita baby boomers. Sasa hao baby boomers kama mama yangu I think nilikuwa naona kana sahau watoto wengine wake kwa sababu pia alizaa mapema, wasichana wake wakazaa mapema. Ungeona kila mtu ndiye ajue jina yake, ulikuwa unaitwa na mnyama juu. Umeelewa hiyo? Waboi paka wewe kuja. Sasa mtu kuna fuda pale, kuna ng'ombe pale. Ndio usikie she's the one calling you. Those are our parents. Imagine ukabeba hiyo ndio muone kuna vitu tutabeba na kuna vitu tutaacha. Wao kutushautia was fine. Hata tunachekanga hizo stories, ndio? Wewe shautia mtoto wako sasa. Hebu mshautie. If you are not talking. Na si ati wako tunini, wako tu affect vibaya. Si unaona sasa wewe shautini yako hata unaweza sahau ni watoto, ushautie nani? Bwana. Itakuwa aje? Na yeye kwa baba yake hakuwa anashautiwa. Na yeye umekuja kufanya nini? Kushout, vita inaingia. I want you to see also how tumekuwa na mashida nyingi especially the young marriages Wakikuja pale kwangu mimi naona tu mtu kuna chenye alisoma, alikopi, analeta hapa, hakiwork. It's not working. Ati wewe uende kuambia bwanako, you know what, my mother owns her own property, okay? Even me I have. The minute uongee kama hivyo, kwake atajua huyu amekuja kufanya nini? Kunyakua aende. And that is not why you are there doing that. Na ile tebu tungali tuko mwalimu wa kwanza mzazi. Utapata by the way hata kuongea kwao. Wewe ndio utakuwa ukifanya nini? Ukiona aibu. Because hata zile stories za ndani anaongea kama sauti iko juu sana. Sijui kama nani alipata, unaona the way she's laughing because she knows. Lakini mimi when I was growing up nikienda Geshagi ama where I grew up nilikuwa ninaona ni kweli. Kwa neighbor nasikia what they are saying. Unasikia? Exactly. And then ujue when we had very sparse population, ulikuwa unaona neighbor yenu wako wapi? Ako mbali sana. Kwa hivyo ndio aongee na hii boma, anafanya nini? Ana shout. Inakuwa ni mazoea. A shouting nation. Don't you think Kenya we shout also a lot? Kama hatujaongea hivyo tunaona kama hatujaongea. Nataka muanze kuona how culture is very strong. How wazazi wetu pia walipata kutoka kwa wazazi wao na hivyo na hivyo. Now, mwalimu wa pili ni nani? Yeah? Mishi ni? No, nasema mwalimu wako wewe. Si mwalimu wa kwanza kujijua wewe ni mzazi. Wa pili ni nani? Yes? Mwalimu. That's very good kama ulienda nini? Kanisa. So teacher kama akuwe teacher wa shule yenye ulienda kutoka nursery, primary, secondary, university. Huyo ni wa maana sana kwa life yako. Na pia kuna yule mwalimu wa Sunday school. Si ndio? Imagine kama sasa hawa walimu kuna pahali walipotoka wakaenda off track. Hata wewe wamekupotosha. And especially sasa everything we have learned, curriculum yetu yote ni language gani? Hata exams English. And that is why mimi napendanga kama naweza napata nafasi naongea Kiswahili. Na pale niko na Wakikuyu peke yao naongea nini? Kikuyu. Nasemanga mama yangu akifufuka saa hii hawezi amini ati ni mimi anaona naongeanga hiyo Kikuyu yote mpaka karibu itoke na Maniuro. Because I was not brought up country.
I wasn't brought up pahali ati ni only one tribe. Watu wa Islam mko hapa, sioni watu wa Islam. Watu wa Islam hao ndio national outfit, because unapata kila mtu kwa Islam, they are joined by what? By poverty. Mtu ametoka kwao wapi? In fact it's international because all refugees also stay in slums, so you can imagine mi Kikuyu sikuwa ninajua, but after hiyo masters in multicultural counseling course, mimi nilibadilika. Kwa hivyo ninaona nikaanza kujijua vizuri, na nikaanza kukomaa. No, you're maturing. It's a beautiful thing for African women, Mimi sikukuwa hivyo, ndio msiangalie hivi, mnaweza enda nyuma muone huyu venye alikuwa na shout huku, Sasa yako very very calm. Kutoka hapo mwalimu mwingine, tutajua walimu wote. Life hiyo ni yako sasa, maisha kukufunza. Na kuna yale mambo ukiona mtu amefika pahali aanze kuuliza maswali, life imemfanya nini? Imemfunza jambo. Na hatutaki watoto wetu wafunzwe na life, hatutaki. By the way, our children and especially wale sasa wanakuwa teenagers, they are shaping their identity, alafu watoke hapo waanze kutafuta wachumba. We do not want them to lose track, hata kama sisi tumelose wengine wetu because we never had anybody helping you. Tusigoje watoto wetu wa lose track. Na wana lose track, culture is very powerful. Culture is powerful. Msidanganyike na mtu. And that is why when I meet my brothers and sisters in America, wale tunawaita African Americans, unaweza pata kwa sababu mtu alifika pahali akasumbuka kabisa, anajiita jina Kamau, anaangalia what do people look like in Kenya, na mimi nakaa kama nani? Mimi nakaa hii tribe. Another lady amechange jina yake, hakuwa anajua Nyanza is actually a region, akajiita Nyanza. And I want to tell you right now, she has a very big project in Nyanza. Alipojua that Nyanza is a region, she had to come and visit. Anakujanga na akiongea hiyo kizungu yake, in fact ukimuona yeye alitafuta nakaa tribe gani in Kenya, akaona anakaa hao, na ni kweli she looks like them, right? Akaenda huko. Why? Because wao walikuwa slaves taken from Africa to that place. Kwa hivyo huwezi kujua mtu alikuwa ametoka wapi. Na slave trade in those days was very 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 it was a very big business, booming business, lakini watu wengi walipata kwa nini? Slaves, Another teacher. Mwalimu mwingine. Tunaendelea, we are doing well. By the way, class yangu inakuanga hivyo, tuna engage. Ndio watu wasilale, na wasichoke akili. Life imekufunza. Tunasema sasa mambo mengine ni wewe umesoma. Maisha imekufunza. You get? Na sijauliza hapo cause ndio nilikuwa nataka tutamatishe. What life has taught you. Mwalimu mwingine are your friends, your peers. Lakini hapo si tumeanguka sana mahesabu. Tumeanguka mahesabu aje when you go to your peer, na yeye ni blind kama wewe, atakusaidia na nini? Hakuna. So my prayer is that we will even have this kind of occasions with our daughters. Like I admire her, nikuja na watoto wake. Unaona? Hata learn peke yake, atalan na watoto wake. So they're like, oh, okay, now I make sense. It makes sense because you're together. Watu wengi saa hii, especially marriages, hizo ndizo zinani break heart, za watu wako na miaka 25 all the way to 40. Ile miaka Mungu anasema ni miaka ya kukubariki mtu, ni miaka productive. Those marriages inafika pahali. Imagine, because you're learning from your peers. Zamani ilikuwa ngumu kuona msichana akona mtoto nje ya ndoa. Kweli si kweli? Why is it common now? Ndio tuelewe, ndio tukianza kurudi nyuma sisi wote. Na nikacha zote by the way zimeaffectiwa ama zimeathiriwa. Why was it not the case in those
times of our mom. Ungepata msichana kupata mtoto nje ya ndoa. Kwa nini ilikuwa ngumu? There were social repercussions, right? For the girl, for the family, si ndio? And even for the future. Tuko pamoja? Kama gani? Exactly. So it was even market rate yako inaenda chini mara moja, si ndio? Aha. Any other social repercussion? Very good. Culturally immoral. And was everybody culturally immoral? No. Kwa sababu saa hii there are some cultures who still do what people are doing those days. Yeah? Hata kuna wengine wanafikiria it's fun that you abduct a girl and go and have sex with her and leave. Now those days, by the way, kupata mimba was like pop, because they used to get them when they were very young. Lakini they also have a mechanism. Kama huyo kijana misbehave anakuja kwenyu na amekunyemelea ajulikane ni yeye. What were they doing? In most cases you are forced to do what? To marry them. Na saa hii these young men wanakupachika ball na wanahepa na inakuwa ni nini? Ni kawaida. And that is why now pahali tumefika, cause lazima tuendanishe na wakati. Sasa inaingia ni sheria. Ni sheria because even those days ilikuwa sheria. Sasa wewe umevunja mbuzi ya wenyewe nini? Mguu. Wakikuyu ndio walikuwa nasema, hey, umeacha huyu tu ako na scar. Wewe kwa nini upotee nini? Hivyo. So if they did not want that marriage, they had to do what? To pay for it. Siku hizi how are men paying for it? You must take care of your own baby, whether you are marrying her or not. Lakini we can do better. I still feel culturally tunaweza fanya better, si ndio? Kitu ingine ilikuwa inafanya isikuwe ati ni rahisi msichana kupata mtoto nje ya ndoa, hawakuwa wanakaa sana. Ati hiyo miaka mingi. And that is why unaona wale watatu pale, mom na watoto wake, you might think huyo ndi the eldest sister. Are we together? Kwa nini? Anaweza kukwambia the journey. Hata my mom by the time alikuwa naaga, yeye na my elder sisters, ungesema ni mama yao, because they were giving birth when they were young. The same way sasa unaona wewe ukipata, nani hapa anafuga wanyama nyumbani, kondoo, mbuzi? Do you have a farmer here? Nani huyo? What am I trying to say? Kuna pahali unakakaliaga hiyo, unaona kama hauna dume huko unakaletea, si ndio? Kwa sababu umeona kakikaka mazao imehesabiwa. So you know kuna age itafika hapa huyu azai tena, si ndio? Today ni shida gani tumeona kwa kugoja? Nataka mtoto wako amalize degree ya kwanza, ya pili, hata ya tatu, si ndio? Shida gani imetupata? Mazao iko aje? Reduced, si ndio? Because mwanamke especially for girls 25 kama umechelewa sana kuanza kufikiria boma yako, 30 latest, because after 30 years serious things start happening, si ndio? Our hormonal imbalances go down. Hata niko na kapicha, kama kutakuwa na group nitarusha, where you start seeing levels za estrogen zikianza kwenda chini. What happens? You stop glowing, so you no longer as attractive as you are. Tuko pamoja? Kwa hivyo ninasema hapa lazima tujue what are we going to do. Ndio ukipata msichana ama your son ameshika msichana mapema, usianze ukiona tu, unajua kuna venye hivi mtu amejihisi huko ndani, you can tell this girl is good for my son or this son is good for my daughter. Usianze kukagua ingine ambayo haisaidii. You jump in and become their mentor, okay? Become their coach. Otherwise what we are doing, we are trading our children for things that are not good. Watu wamepatana na huko campus, wamekuja
Wewe umeanza kuangalia vitu mingi, umemtoa hapo, umempeleka hapo. Zamani hakukuwa hivyo, mambo ya kurukaruka. Na ukweli wa mambo ni eti pia Mwafrika alijua the more people uko na wao. Unaona sasa hapa wale wako wengi ni kina nani? Ndio uone wale wamelemewa na hii mambo yote, hii dunia ni wamama. Ni wamama. And if you look back, you do not want. Hakuna mama anataka boma yake ianguke. Tuko pamoja? No one. Anyway, tuendelee tu. Sasa mwalimu wa life. Ati mwalimu wa life. Wacha wa life. Kuna moja nimeacha. Tuko hapa, we are different from different denominations. Na pia hiyo is another culture. By the way, Christianity is a culture. Haya, kuna mwingine labda si Christianity, uko na ingine unaendanga, si ndio? Sasa pia hiyo imechangia. Nataka ujiulize. Na ndio ujiulize conflict moja, na sina ubaya. One conflict umejipata because you became a Christian. Hapo tunafunga macho kidogo. Hebu breathe in, na una breathe in na mapua, alafu unatoa kwa mdomo. Tuko pamoja? Okay, let's close our eyes. Let's breathe in. To hold kidogo, alafu tutoe. Let's breathe in again. To hold kidogo na tutoe. Nataka ujiulize pahali umeketi. You are a woman, and an African woman for that matter, but you are also a Christian. Kama wewe uko hapo and you are a Christian, nataka utafute. I would like you to look for that part of conflict, because you are a Christian and an African woman. In this case, changamoto gani umepata? Kwa sababu wewe ni mwanamke Mwafrika na pia ni mwanamke Mkristo. Changamoto gani, ama umejipata kwa njia panda gani kwa sababu ya haya mawili ndani yako? Okay, come back. Yes. Unajua ukitulia hivyo unaweza rudi ndani na backwards, ndio? Ni nini umepata changamoto? Tuanze na tebo gani? Ile ilikuwa ya mwisho. Changamoto gani? Yes. Very good. Alafu unashindwa hapa sasa tutaungana aje, si ndio? Can you imagine even if you went different denominations but culturally you're united? Would it that family stand? It would. And that's why we are here as women, because we are evangelizers. Manake unaweza mpata akatalie hiyo denomination na wewe ukatae kwenda ile yake, si ndio? Lakini kuna mambo yale yanaunganisha nyinyi kwa sababu nyinyi ndio hao. Yes. That's good observation. Yeah. Exactly. A lot of chaos. Nataka muone sasa pahali shida inaanza kuingia. Maanake hata kuna mtu anasema ati huyu msichana wangu sitamuuza. We don't sell our girls. Sitamuuza. Na ninashindwa hata kama mtu anasema ni Mkristo asome Biblia. Aone, it is usually an agreement, a covenant. And God is an owner of covenants. Na watu wengi wameacha covenants because they think it is backward, it is uncivilized. And I want you to watch. And I want you to observe.
Mimi niko na case ya karibu sana, my own cousin akaenda akaokoka. And by the way these covenants hazikushiki wakati ujaingiana nazo, zinakushika at the right time, na ndio unashindwa ni shetani gani amekuja. Because cousin yangu nakumbuka kakaokoka and he was the best in the family. Yeah, and I know he might be watching because wanajua hii ni ukweli. Very nice cousin that I miss so much. Hata bibi yake, hata nilijua their wedding like a week or two. Nikasema because it's my cousin, nita attend hii wedding. And I went. It was a colorful wedding. Why? The church will provide for you everything. Itakupatia kila kitu. Nguo, magari, mshirika anajitolea na gari yake. But the parents were not fully involved. Are we together? They were not. You are a projection of your parent. And that is why Mungu, even in the 10 commandments that are in the Bible, the Kikuyus, I don't know about your culture, the Maasais, they say your second God is your parent. And that is why watu ambao wanajua huu kweli, they will not want afadhali anyamaze, lakini asikasirishe nani? Mzazi. Afadhali atulie ama ajitenge kidogo, lakini sikuwe yeye atakuwa. You are a point of actually bruising your parents. Sasa una imagine mzazi. Kuna wazazi pia wao wanaweza kuona hapa hakujaenda vizuri, kwa hivyo mimi ama hatujaomba ile kirera, kwa Kikuyu tunasema kirera, hatujajua vizuri hapa kuna inanga aje, so we are not going to do what? To take a step forward. We shall wait. Hapo ndo nasikianga saa zingine watu wameenda hizo udhoni, those bridal and dowry events, watu wamerudishwa. And God is a God of order. Don't be cheated by anyone. He's a God of order. Yeah? Na hapo ndio mtu tunasema tunaanza mapema. Au utagoja wakati msichana wako anasema sasa ndio nataka kuolewa. You don't wait for that. Wataanza kujua mapema iwezekanavyo. And that is why this conference and this education, me when I hear it's gonna be happening sijui once a year, nasikia kukufa. It should be once a month, so that every day mwenye hajasikia asikie, mwenye hajaelewa aelewe. Because that problem, wengine tumeketi hapa wengi, that could have been our problem. That kuna some steps our parents did what? Waliruka. Wamama sisi, are we the ones who should receive our daughters' dowry? All African cultures, not just Kikuyus. So unapata mama anasema, mimi ni single mother, nimelea joki hapa peke yake. Alafu haitukuangi ati ni it's time for you to eat. It is time for us to do what? To celebrate. By the way, hata mara nyingi wachangwi na hiyo, na hata wale watu ambao wanaelewa vizuri, they will not. Sasa wengine wamekoseana hiyo pesa because mama anataka achwe na pesa. Kumbe hapo watoto wako wameenda vizuri, we had a very big function, alafu wanaenda na huko mambo inaharibika. Na mara nyingi hiyo ni nini? Nione kama mtafungua macho leo muone. Mara nyingi ni nini inafanyika katika hiyo boma ama hiyo ndoa? Inaharibika aje? Very good. I think this girl here is the next trainer. Wengi ni kukosa nini? Watoto. Fruitfulness. It's there also in the Bible for those of you that are here as Christians. But desire ya Mungu, watu wakuwe nini? Fruitful. Watoto wanakosekana. Which should be the first fruits that shows the union of marriage is there. Shida zingine? Nataka tuende deep leo, even for the ones that are watching us. By the way, what we are doing is not just a cultural event. It is a spiritual event. It is a spiritual event. Shida zingine zinakuanga katika hizo boma, where people don't do things the way they ought to be done. Yes?
poor communication. Munaongea mnafikiria mumesolve kitu, kesho tena ingine tena, and you're like, why are we always quarreling? I think you are not meant to be mine. The way we don't agree. Sielewi. Hata kuna wengine tayari wanaenda Wajogo, unasikia walikuwa na rurashu sijui last month. Kutoka hapo ile vita iko huko, maanake kuna watu hawakuweka kile kitu wapi? Kwa meza. Even the Bible says, know the truth, speak the truth, and the truth will set you free. And I am talking to you who are watching us. I don't know a lot about the Kalenjins. I may not know a lot about the Luyas, the Luos, but the Kikuyus. If you have a child outside wedlock, and for the men that are watching us, if you have married someone with a baggage or with baggages, watoto wanaweza kuwa ni wengi. Kitu ya kwanza, how do you bring these children into this fold? Wesiruka, hatutaki watu wajue aibu ati mtoto si wake. Then you fail to do the right thing. Hizo boma nyingi, mimi sitaki kuongea sana because I am a cultural researcher also. Nimeona mambo ambayo yanashtua. Hata huyu mtoto wenu hana shida, kwa hivyo ni wewe umemletea nini? Shida. That's what I'm saying today. Let them know we are not just talking about culture. We are also talking about spiritual covenants. And our God is a God of covenants. Na ndio ukiona hata wale wengi Mungu alikuwa anatumia kusambaza injili yake ama to talk about himself, they had to get into some covenants. Hata Isaac mwenye aligojewa na wazazi wake Abraham na Sarah miaka mingi sana, Mungu alikuwa anataka kujua, Abraham, would you still love me? Lakini watu wengi hawajui Mungu ni Mungu ambaye anaheshimu covenants. Covenants are very important, eh? Kwa hivyo nikitoka hapo ni wewe. Tukuje kwako wewe sasa hapa tuko. Ile mambo wewe umesoma. Maybe right now you have a little bit of information. We keep learning because we skipped a lot. You can imagine mimi mwenye nilikuwa nakaa tu hivyo mpaka niende kufanya masters huko Dista 2006. 2005 to 2006 hapo ndio nilisoma sana mambo ya kacha. Can you imagine hiyo miaka ingine yote that I just lived? I was a very good Christian. I was a very good teacher because I was still teaching at the time. I was a very good mother, so I thought. Kwa moja. Lakini sasa mambo nilianza kufikiria, kureflect. What have I lost for not understanding myself culturally? Very good. So umefika pahali, you are conflicted. Uko na conflict. Hujapata balance, si ndio? Na unaweza search and search and search. Kai search and search. And you might find yourself becoming wale watu wanatoka hii kanisa, si ndio? Sisemi ni wewe, wale wanatuangalia, unatoka hii kanisa, kwa sababu ikupati chenye unatafuta, you feel uko empty. Unatoka hii unaenda ingine. Kwa pamoja, even now, right now in this country, hata sitaki kwenda mbali. Nataka kuja tu kwa tribe yetu ya Wakikuyu. Sasa hivi wenye watu wameamuka kuzinduka kutaka kujijua. And that is why for me, I fell for Gikuyu Academy, because we are not looking at culture that is retrogressive. We are looking at culture that is progressive. We are not ignoring the dynamics of the changes, but we are not going to ignore the fabric that holds families, marriages, in a community or a nation together. You're not going to ignore that. Because hatuko huko. Na ukipata hiyo balance, si Mungu akiwa mbinguni anacheka na furahi. Yes. Because amejua umepata balance. Na hiyo iko. Unaenda kwa pastor mwenye umeenda kwake labda ni Muluya. Si ndio? Let's give an example. Na wewe ni Mkikuyu. Imefika pahali sasa, there are some practices or traditions that you have to carry out. Sasa yeye haelewi. Atasema which culture is going to override? The Christian culture. And the Christian culture, kuongea ukweli wa mambo,
Do we even know exactly what it is? I think watu wana confuse mambo ya kufuata Yesu Kristo na mambo ya kufuata Mungu na mambo ya kufuata culture ya Wayahudi. Because the Bible has whose culture is in the Bible largely? Haya, who brought the Bible? Who brought the Bible? Unaona? You see already kama hatuwezi answer those basic things. Nani alituletea Biblia hapa? Yes? So white ataleta na kacha ya nani? Na sisi na mzungu tusiendelee kulaumu mzungu. Ni sisi turudi nyuma, tujielewe, tujijue. Maanake yeye angeweletea hiyo na nini ingine? Kacha yake. And that is why you see for the Maasais we feel it's okay for them to dress like that. Have you realized that? But when Kikuyus dress with their terry color, why? Because we were the first ones to even lose our cultural identity. We are the first ones to lose our cultural identity. You don't want to wear, and you know, this color is very typical of us. Because land was one thing that brought us a lot of pain. And Kikuyus are the ones who live in the smallest region in the country. I don't know whether you are aware of that. That is why we have to live well with the Maasais. We have to live well with Wakamba. Ndio tuwaambie, tuhei hadu. You know, tupatieni pahali tukalishane. And we are all one. But ukipata yeye dada yangu venye amevaa, hata I had to take a picture. Because right now, I'm happy with the dresses we are wearing today, hata kama ziko na designs tofauti. You know, when I looked at them, I was like, wajogo wako niambia, tunakuja hivi. Niko na tuguo tuwili hivyo. Nikasema wajogo. Lakini do you know specifically, I chose I have to get one color that speaks about me. Even if it has what? The modernization of it. Yes. And because it's also a spiritual affair, I had to make sure the inside of it is what? Is white. So you don't just do things if you have your cultural awareness. Sasa kuna mengi. Sitaki tuongee sana, manake tuko kwa kamera. I know as we continue having these sessions, thank you so much. As we continue having these sessions, we are going to be having small groups. Where mtu anaweza ongea, because tunataka watu wapone. Tunataka machungu yoyote mtu amebebana nayo. Watu wapone. Manake watu wako na machungu. Chungu nzima. We have a lot of pain we have carried. Because even our parents, for example, wale walianza kutupa mbao ni wazazi wetu actually. The baby boomers ndio walianza kutupa mbao mara nyingi because it's after the Second World War. There's a lot of mchanganyiko. Wazazi wetu, wengine wenyu hapa you are still young, but our parents, hao ndio walianza mchanganyiko. Na wakatuchanganya mpaka hatujielewi. Now, kwa sababu at time, nataka tuangalie something. Venye tumeumbwa physically. No, it's still okay. Culturally, venye tumeumbwa physically. Wakamba, nikimention Mkamba, ni nini ya kwanza unaweza ona? Sasa nataka hapa, truth will set us free. Nikisema Mkamba physically, kitu ya kwanza utaona? Nataka physical, yellow uso. Color, si ndio? Very good. Na tumacho nini? Sharp. Mkamba amekosea wapi kukua hivyo? Hakuna. Tuko pamoja? Haya, twende kwa Mkikuyu. Mkikuyu kwanza wa Murang'a. Wa Murang'a kwanza, mimi ni wa Murang'a. Kitu ya kwanza utaona ni ufupi, si ndio? Nini ingine utapata? Miguu. Ni kweli, tuadio ilawama. Ni kweli, na huko ni kupanda milima na kitu ingine. Huku wengi hawana huku nyuma. Mimi hata sijui yangu nilitoa wapi. Tuko pamoja. Ingine kuparikiwa wapi? Mekamo, si ndio? Tumekosea wapi? Haya, twende kwa Wakaleo. Twende kwa Wakaleo. Nyeusi, si ndio? Where we say black is beautiful, si ndio? Wamekosea wapi? Na meno nini? Meupe. Kwa sababu ya nini? Maziwa. Na maziwa imewekwa nini? Chako. Do you know chako, hata ile Colgate tunanuanga wameweka nini?
chako ndio imeona ikuwe white. Wamekosea wapi? Haya, twende kwa Wamasai. Wewe, and these people beautiful na hiyo woke yao, si ndio? So, let me tell you, Waturkana the girls kwanza wamekaribia, unajua wamekaribia wa Sudanese pale, hata kutembea kwao, unaona hata ile song yao wako nayo, you know, you can tell we are beautiful concoction of African women. Na nani nimeacha? Waluya. Sijui ni kwa nini Waluya wako hapa leo. Mama amekuja. Sijui Waluya, those women, they are strong. Very strong. Hata mkiwa na yeye anakuambia Su, kakando. I hope Mrs. Shundu is watching me. Alikuwa ananiambia, Su, ni nini nako nini? Nini nakusumbua hapa? Mimi nikafupi hapa na yeye ni munene hapa. Niambia, kuja nikuonyeshe, you know. Wakati sasa wanafunzi wangeniletea shida, alikuwa ananiambia kaa hapo. Mimi niko mbele. So our physical. Lakini this physical presence imetuletea nini? Shida. Nataka kukuambia leo, you must accept yourself the way you look. Hakuna kitu unaweza badilisha sana. Ile tu unaweza badilisha tunasemanga ni nini? Ni upana na wembamba. Si ndio? As much as you eat. Tuko pamoja. Physically pia kuna mambo mingi tumeacha. Things that we used to eat, things that we used to feed on, that were keeping us healthy, that were actually, zamani ungesikia hizi issues za blood pressure. Saa hii imejaa. Na ni nini tumekataa kuwa tunatumia mara kwa mara? That's a natural cleansers. I'm sure Wajugu. Sitaki kuchukua lesson yako, lakini kindly tell them all that. Mimi siwezi waambia ati sijai kuwa na blood pressure. But when I discovered the things my mother used to give me, that kumbe ndizo zinasaidia damu yangu kusafiri vizuri. Because blood pressure simply means miaka inaposonga, mishipa yako haitembezi damu vizuri. Si ndio? Watu wa zamani ungesikia vitu kama hizo, ati mambo ya asa, ninaumwa, siwezi kula nyeni. Those things were not there. Na meno yao pia ilikuwa inakaa for a long time. Angalia wale Wakikuyu wanapenda githeri, Wamasai na nyama yao. You are exercising the jaws. Watoto wetu wanataka kwenda wapi? Kukula KFC. Siniangalie my daughter, siniangalie KFC. Nini ingine? Na minced meat, si ndio? Hawataki ile unaweza finya kabisa hapo, hata mutura at least unafinya nini? Ngozi ya juu, si ndio? We don't want things that made us. Hizi si vitu nilikuwa najua zamani, wacha niwaambie. I had to dig and I feel better. I'm getting the balance. And the balance is beautiful when you really know. Hii masomo mingi unaweza soma uone mtu amechanganyikiwa. Ndio huyo amepotea and you're wondering what's cutting. Na hasa sisi cause tukisoma sana tunaanza arguments mingi sana. Sasa nataka ukiwa hapo ujiulize, every African woman, nataka muone venye community ilikuwa inamtabiria mwanamke. Every beautiful girl, that princess. Every African community ilikuwa inataka msichana akuwe nani? Nataka muone. Na hiyo isipotendeka, haijalishi whether you are educated or not. Walikuwa wanatarajia we lazima uolewe, kweli si kweli? All of them. Come on. Na hata saa hii iko ama haiko? Iko. Hata kuna watu wameanza kwenda family gatherings. Because imerudi kwa nini? Because tumeona watu wamekaa, hatujui kwa nini wamekaa. So we start thinking something must be done. Yet kama kungekuwa na hizi meetings mingi, that where we have our sons, then they meet our daughters, sisi wote. Because pahali tumefika kuna mambo hautarudi nyuma. Utapata tu Wakikuyu wameoana na Waluya, imeenda hivyo. Sawa sawa? Yes, but we are a stronger culture. Sijui kama mshaona wazungu hata wale wanaoa wa Afrika. Because wao hawana hiyo. Na wewe ndio utachanganyikiwa sana usipofuata the covenant way. Unaona wengi wale ambao hawana shida, they now come and follow our culture. True or false? Yes. Kuna rafiki yangu nilimwambia, we, ebu kindly usidanganyike. Because yeye alikuwa amesema, you know me, I'm learned and I have lived outside the country for so long.
Yeah, me, I don't want these things. And father is just, and mama bringing a lot of nonsense to my wedding. Let me tell you. Akaamua aende tu. Na mzungu hakuwa na shida. Waacha wakati mzungu alikuja huku. Kwa alikuwa mtu high profile, diplomat. Alipokuja huku akaanza kutembea. So you now visit your friends. Akaona venye wamama ndio wanapika. Wamama ndio wanatengeneza nini? Nyumba. Akasema, I must remove those goats. Even double if there is a chance to do that. Kwa sababu alikuwa anamwambia, you have not bought me, you know? And then I say, you refuse me to do that. Akaanza kusema, now I know, because Mungu naye aliumba mwanamke na kazi zake hata kulingana na mwili. Hili si kweli. What has God given us in this body that men don't have? Obvious. Boobs for what? Kunyonyesha nini? Meaning mazao. Sisi ndio tumebeba that covenant. We have two tumbos, ya mtoto na ya chakula. Wanaume hawana hiyo. Nini ingine Mungu ametupatia? Hormones. Zenye wewe umelelewa na single mother ama you are a single mother au kutupa mtoto wako, manake hizo hormones Mungu alikupea naturally, and even for the animals. But God gave us what? A thinking head. Kichwa ambacho kinaweza eleza, si ndio? Na kuelewa mambo. So in short, what am I saying? Unatakiwa ujiulize wewe pahali umefika. Yeah? Umetumia mwili wako vilivyo? Na ndio tusigogane. By the way, some people who mislead you, ati munawaona ati they are high flying women. Enda kwa uone akifika. Anavaa ile nguo ya nyumbani, ndiye anapika vizuri, tuko pamoja. Ndiye the husband akiingia anamkaribisha vizuri, ndiye hawezi ongea na yeye matope, watu wengine wakiwa hapa watoto. Is that being stupid? Is that being backward? No. You're bringing order into the family. You're bringing order into the marriage. Kuna watu wanaletananga hapo. Nimewambia si ati ya kina mama wanakujanga hapo for counseling. It's not even our age, by the way. Not the over 50s. Hao nimewambia 25 to 40. Unapata tu, this is a girl. I call them girls because they are young. The way wanaongea hata kwa therapy. Anaambia bwana, nakwambiaga wewe pogua, mara nyingi nakwambiaga marafiki zako nilikwambia hata baba yao stuck, you know. Namwambia hebu endelea kufanya hivyo. We call it exaggeration in our practice. Hebu endelea kuongelesha bogua hivyo. Hata yeye anaona aibu because ame-reflect. Huyo ni mama anaongelesha bogua ama ni mke wake? Ni baba ya bogua. Kwa hivyo nani ni mama ya bogua? Now when you talk to your husband like this, pointing fingers, or even doing to them like this, who are you talking to? Is that your spouse? No. Haya, hii generation yetu tusipoichukua tuilete pamoja. Honestly speaking, unaweza pia pata venye watakuja hapo, venye watakaa, venye wataketi. Unajua huyu kama ni ana, we call them emotional pursuer. Ukiona mtu anakimbilizana, ndio unakimbiza mapenzi, unakimbiza, hampatani katikati. Kuna shida. You see, tuko na mengi ya kuongea. Ya mwisho tufunge macho, sababu najua ni Wajugu wakirudi hapa ataniambia nitoke. Masaa imeisha. Let's close our eyes again. We have continuously said our event here is not just cultural awareness, femininity or gender identity. It is also spiritual, and we want God that we all believe in aweze kutuongoza tuwe kitu kimoja. Na pumzi halipem Kalenji na kapem Kikuyu, akapem Muluo, Muluya, Mpokot, Mkamba, Mijikenda, alipe kila mtu. Kwa hivyo tukiweza kuingiza hizo pumzi zinatusaidia sana kutuliza hisia zetu na pia ubongo. Na katika kila kabila hapa limehusika, tunajua
Wengi tumefunzwa kwa njia tofauti, tukitaka kujisikiza, tuweze kujitenga kidogo, tukasikiza sauti ya ndani yenye haidanganyi. Kwa hivyo ninaweza kuuliza tuweze kuingiza pumzi kidogo kupitia mapua yetu, alafu tushikilie, alafu tutoe. Haya, tuingize. Breathe in, hold your breath and release. Breathe in again, hold your breath and out. Tuingize tena. Breathe in, hold it and out. Najua kwa Wakikuyu wanasemanga horera, horera. Wakati umehorera, umetulia kwa akili, kwa mwili na kwa roho. Kwa hivyo hata wewe kulingana na pahali umetoka, najua hayo maneno yanasemwa kwa njia tofauti, lakini venye umetulia hivyo tu, venye umetulia, naomba utafakari pahali umetoka, venye umelelewa na pahali umefika. Zile changamoto umepata kwa sababu hujajielewa, kutokana na ukoo wako, kutokana na kabila lako, na pia utamaduni wa Kiafrika. Zile changamoto umepata kibinafsi, hata kama hautazisema wakati huu, naomba uulize ni jambo gani ungetaka kuona likitendeka kwa wakati huu, ndio maisha yako iweze kubadilika. Ni nini unaomba? Na mengine tutajifunza, mengine utapata. The way you are connected to your family tree, to your ancestral tree, utapata majibu mengine, utayapata tu. Manake hatukujipata tu siku ya leo. We are connected. Na hiyo connectedness lazima tuielewe. Na kwa sababu kama Gikuyu Academy tunataka kuwa watu ambao wako huru kuenda mbele, tutatafuta hiyo balance. Manake kama hatuna balance, tutakuwa wale wahenga wanasema, wachamila wamekuwa watumwa. Kuna mambo mengi tumejionea na watoto wetu, changamoto chungu nzima. Tumeona mauaji ambayo haina kifani, haina sababu. Tumeona ndoa ambazo zinashtua. Tumeona watoto wetu wako na tabia ambazo tunajiuliza maswali mengi, zimetoka wapi? Kuna mchanganyiko ambao wale ambao tumefika hapa leo, waomba tukujitafuta, kujielewa tukienda mbele. Lakini tukifika pale tusijisahau sisi. Tumetoka wapi? Tumechanganyikiwa wapi? Tungetaka kukua wapi? Na kwenda mbeleni, what is our vision? Na hatutapata vision ya wengine kama hatujapata yetu. Na leo hii ndio ukitoka hapa tupate majibu ya mambo mengi, tuwe kuwa huru na tuweze kuwa laini moja. So, pole pole tufungue macho, tufungue macho, tufungue macho. Come back. Sorry. Karibuni. So in short, tumeongea kuhusu the self concept of a woman. Na huyu mwanamke tumelenga mwanamke Mwafrika, na wengi tulioko hapa pia sisi ni Waafrika ambao ni wa Kenya, si ndio? Na zile kabila zimeweza kufika hapa, tumeona tumeunganishwa somewhere, si ndio? Si tumeona hivyo? Na ni kwa sababu wakati wangu niliambiwa
ushaenda kabisa. I think this is a time ningependa kuchukua maswali mawili matatu. Yes, so it's probably unaweza uliza hapo kuhusu cultural differences, and I call them gaps. Yes, cultural, intercultural, multicultural gaps. I think I would know how to answer your question. Na naweza anza na yeye. Na mimi nakuombea hapa. I am a single mother. How many saw my son? Niliingia naye hapa. Yes, somebody saw akasema ati naongeanga juu yake sana. Yes. And it's not the first time I have talked about my son. Na Mkikuyu hajai kosa ana answer. And I can tell you the things I have gone through. Ndio niwaambie why I have reached here to say watu wasilalie masikio. Na hata saa hii chenye nimefanya, because kuna jambo. If it's possible to go back the way we were in terms of marriage, in terms of holiness and purity. When I talk about holiness and purity, watu wasichukue ndoa na mzaha, na watu wasichukue mambo ya ngono, sex and sexuality kiholela. I'm not saying some of us did that. Wengine they have painful stories. Where ulienda ukifikiria, ndio tunasema our daughters now hawa. Unaenda ukifikiria, una trust huyu, si ndio? Ukifika hapo mambo ingine inafanyika. Unashindwa kutoka hapo na wewe ni mtu amekomaa. See, it's happening. Na wasichana wetu hao wako university. They have been invited for house parties. They have been invited for parties. Then the next thing. Kama kuna harusi nilikuwa jana na nikafurahi sana, by the way. And nilikuwa naona wazazi wako na uchungu kidogo. Lakini nikaongelesha mzazi. Nikamwambia acha nikwambie. Huyu kijana labda alishtuka. Venye mambo ilifanyika, hana hela, hana kitu. Akaona kwanza tukuenda nini? Underground. Ameenda amefanya kitu. Amepata tu hata ka confidence ya kurudi. Nikamwambia, do you know, this sex people are taking so casually is a spiritual affair. It is a spiritual affair. Nikamwambia, mama, ungependa huyo aende kwingine, apeleke mtoto kwingine? Are we together? Confusing the child. Ama huyu mwenye amerudi, mambo ifanyike vizuri, waendelee na yeye. And I thank God that wedding happened. And as I went there dancing and feeling so good and all that, I was like, this is what it is. And their words I also said there as a counselor. Just to give the two of them confidence. Wakati mwingi, kina mama hapa, msichana wako umesomesha akona degree 3, 4, 2, Alafu kakijana kanakuja hapo hakana nini? Hakana kitu. Unasema nini? Huyu atakuja kutumia nini? Msichana wangu. Hata zamani wangepata pale kuna kijana amependa msichana huku, manake wote wanakuwa watoto wao, hata wangewapea shamba because they want them to start their life. Huku tumekuwa watu wako na ubinafsi sana. We have become a very selfish community. Because you just looking. Na leo naweza kuwa ni kupua. Wakikuyu wako na msemo unasema uthirimu nini mukea. There is no young person who is poor. The world is in their hands and in their minds. Today you might dismiss someone. Tomorrow your mouth will be zipped because the way God will have blessed them. Kwa hivyo watu wakuwe wapole. Sasa hapo nimekuambia one way, na sisi tuko hapa tutakuwa ambassadors. Ile umefanya kama kuna pahali haikuwa mzuri, weka nini? Stop. Before the next step, hoya kirira kwa Wakikuyu tunasema hivyo. Kwa kabila yenu uliza, what are the steps that should be done? Manake unaweza jipata from one problem to another. Uanze kusema nimerogwa. Lakini ni hii steps ambazo umeruka ama umerukishwa na watu hawaelewi. Unashindwa what is going on, because God also, na Mungu mwenye wewe munaamini where you come from is the same God by the way. Ni venye tu kwenyu mtamuita jina mnamuita, sisi tutamuita venye tunamuita, but it is the same God. Na si Mungu ambaye amechanganyikiwa, ni Mungu wa nini?
wa order, nĩ Ngai wake wa mũtaratara. Mbio masaa imesonga kabisa. So the second one, Wajugu nimemaliza. Very good. Sasa hiyo inakuanga ngumu. Maanake ni mtu mmoja mguu iko ndani, mwingine ako nje. Lakini sasa hiyo Wajugu hii ndio tunasemanga tunapewa wazee. Ni ndukaumogeke utari na hau. Lakini wazee tuko na wazee tuliwaambia lazima wakuje. Because kitu moja mimi ninajua pia Mungu anapenda. Have you done your part? Do you know the part you're supposed to play? Tuko pamoja? Have you done your part? Kama mimi Wajugu. I think mimi hata nimewaambia ukitulia saa zingine hata utahitaji mtu wa kukuambia. Even the cultural pathway you need to take. Me I rarely get. But wanga nasikia tu kuna conflict iko. Najiuliza maswali. Naangalia na observe because culture is built by observation. Naona hapa hakujaenda mzuri. Hapa hakukuwa mzuri. Tuko pamoja? Unaweza wauliza wakue wale unauliza ndio wamechanganyikiwa sana. God lives in us. Even the ancestors that are connected to us. Are we together? They are also connected to you. Lakini hatunanga wakati wa kutulia ndio Mungu aweze kunena na sisi. Na ndio nimewafunza today a very simple what? Exercise. Kutulia hivyo. Kama leo yenye naenda kufanya. Mimi ni kuobserve. Nimenunua shamba kubwa sana. Iko na kila kitu. Lakini nikaona every animal that is being raised here. Zingine unasikia unashtuka. Imefika pahali sasa imekomaa. Unatakiwa uuze. Unasikia all of a sudden imekufa. Unaweka nini? And I was like, no way. Something is amiss. And by the way, the last time I came with my sister. Sasa mimi nilikuwa nasha kuuliza, was there something that we should have done here? Ndio hii shamba ikuwe yangu. Tuko pamoja? Because ilikuwa ya wenyewe. Haikuwa yangu initially, but there are dramas. Am I supposed to sell it? Ati ndio ni so problem. Labda nikienda kununua ingine, the same what? Then unapata there is something that people are doing, which is good. Hata venye tunanunuanga gari ya wenyewe. Unajua watoto wengine na wamama wengine kwa wazedi wanauzaga bila kutuambia, si ndio? Unapata mtu anasema ile gari KBX ile iko yetu. Ilikuanga yetu. Huyo mtu ameweka roho gani? And we are driven by energies. And culture is a lot more as that energy. Ndio nimesema it's not just a cultural affair, it is a spiritual affair. Kwa hivyo lazima tuingie ndani. Na hiyo ya kwanza ilikuwa nimemaliza Wajugu. Exactly. That's what we are doing right now. We are rewriting because kuna mambo. Saa hii naambianga watu, ningekuja hapa bila viatu hata nyinyi hamngenisikiza, si ndio? Ningekuja hapa in another way hamngenisikiza. Meaning culture cause is dynamic, it is progressing. Lazima tuangalie ya kuiga na ya kufanya nini? Ya kuondoa, lakini yale muhimu na nitawaambia ukweli wa mambo. Shetani akitaka kukushika vizuri cause shaitani yake yokuoneguo the evil energy iko na nguvu sana. Kama hakushika wewe ukiwa tumboni mwa mako, alikuwa na kutime ukitoka. Kama hakukushika ukitoka, anakutime wakati katoto hakajijui, si ndio? Kama hakukushika hapo, anakutime ukikuwa teenager, where you are now shaping your identity. Akishindwa kukushika hapo, atakushika wakati unatafuta mchumba. Na kama hapo hakukushika tena, anakutafuta katika ndoa. What does that mean? Lazima to understand, as she's saying, can we rewrite? Mimi kuna theory moja nafunzanga ya psychology. Inaitwa human growth and development. Kuna ile standard, mzungu Mwafrika, all of it. Ile biological. Lakini sasa kuna ile inasemekana inaitwa psychosocial. As you're growing up, who are these parents? Who are the socialization agents? Mpaka pahali umefika. Sasa kwa Waafrika, lazima we rewrite that. Mimi nawaambianga hizi stages mko nazo, sisi tuko na 9. Nyinyi mko na ngapi? Mko na, mimi nawaambianga you have 8. As Africans we have 9. Na ninaziona 9. Why? Because for us, life begins where? Here. Hiyo stage inasemanga 0 to 1.
0 to 1 year after umetoka tumbo ya mamako. Tuko pamoja? Mwafrika inaanza wapi? Hapa mtoto akiwa ndani. Alafu pia akiendelea, tuseme mtu ameaga, anakuwa nini by the way? By the way, they should even be 10 now. As I talk to you, I'm seeing 10. Amekuwa nini? Mtu akikufa immediately, they are called the living dead. That is why unaweza kumbuka kitu aliacha kabla akufe pahali, unashindwa ulijua aje. Unaenda tu unaitoa hapo. Are we together? Because the dead may be dead physically, but they are living. Hata kuna mtu anaweza sema, wewe Wajiro, tulikuwa tumeachana na wewe na mali yenu, tukafanya nini? Tulikataa, wewe ujue tulikataa, ama ingine mulirudisha kwetu. Kwa nini after nimekufa uende kuchukua vitu ya watoto wangu? There are women who do that. The men die, then they run there. They don't know they are bringing curses to themselves and their children. And it's also a covenant. If it was broken, it was broken. Why are you going back there? Kwani unajiletea laana? Ndio muone God is a God of order. Even hizi laws munaona zimewekwa kulingana pia utamaduni wetu. Are we together? Kwa hivyo mimi nikiomba sana, hii session ya leo ni kuanzisha tu. Kwa pamoja, we should go on and rewrite. Na wakikaa sana waliokufa wanakaa miaka mingi. Ndio tunaita nini? Ancestors. Who tells you they don't speak? They still speak. They still speak. Na nimewaambia enda kwa mzungu. Enda kwa Queen Elizabeth. That is why they hold their culture so strongly. Ingia kwa kona moja, unaweza pata wall kama hii kwa wale wazungu wako na pesa mingi. Hii wall yote kuna wale watu wa zamani sana. Huko 16 something. 16. See how our ancestors. Kwanza sisi tunasemaga ancestors ni wao wanaipini only. Sio? Unapata they know all that. Sisi hata utaki kuweka picha ya shosho yako wakati hakukuwa na kaguo, sio? Na kuka yako wakati hana nini? Hata kiatu. Na unajua walikuwa wanasimamaga hivyo tu venye walizaliwa, walibarikiwa na Mungu. Tuko pamoja? But those are your ancestors. Na pahali umefika ni nini yao? The rewriting kwa psychology pia tuko nayo. Ni nini sitaki kuleta? Nilitoa ile boma yetu, sitaki ikuje hapa, maanake hata kama ilikuwa ya kuua, ilikuwa ya kuleta nini? Confusion. Kwa nini siitaki hapa? Maanake hapa pia nimeungana na mwingine, tumekuwa na watoto ambao hatutaki wachanganyikiwe. Tuko pamoja? And that is why people fell for Christianity. Because in a way it was like providing what? A balance for them. Until wamefika pahali wanaona business is not as usual. Na nitawaacha muendelee na walimu wengine. Niende pahali nimewaambia, na ninajua Mungu yuko. Tumetembea safari sasa inaelekea mwaka na something. Najua Kafoya akiwa huko Germany is watching. We also got another doctor on board, Dr. Wambui from Germany. We want wale pia sisi tumesoma, tunataka kuungana na wale wote tunaita dada zetu in Africa ama ndugu zetu in Africa. Manake Afrika imebarikiwa sana, lakini kwa sababu tumepotea, hatujui utamaduni wetu, hatujui mila zetu, tumeshindwa kujua pia wenye uko karibu sana. Tunaomba tuweze kukua pamoja, we also grow pamoja. Na mbarikiwe sana. Ukiona nimeenda another event. The one that is also telling you this thing is true. It's not a cultural awareness only session. It is a spiritual affair. And the things that we understand spiritually are going to set us free. Mbarikiwe sana. Ndacoka Gikuyu ngarute mbũri cia kĩama, ndathimĩrwo irĩ rĩũtonga wa rũrĩrĩ, hakanĩrĩrwo Ngai ũrĩa wa Kĩrĩnyaga. Ndacoka Gikuyu gĩtũmi ndĩ Mũgĩkũyũ.